Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu leo tumeonana tena baada ya siku nyingi sana. Namshukuru Mungu leo nimepata nafasi ya kurudi tena. Mungu awabariki mlio subscribe. Karibuni wale ambao bado hamja subscribe. Nikuhakikishie tu utapata vitu vingi sana. Kwa sababu kuna namna nyingi sana ambazo inawezekana wewe uzijui, au inawezekana pengine hujawahi zisikia, au inawezekana pengine umewahi kuzisikia, ambazo zinaweza zikakuinua, zikakusaidia kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine, hasa za kiroho. Nazungumzia kiroho, sio kimwili. Katika maisha ya kwangu mimi hapa, niwaga naona kwamba kabla hata Mungu hajaniambia nikae nifundishe somo fulani, labda kwamba nichukue Biblia, leo tunasoma somo hili, tunasoma lile, tunasoma lile, maisha yangu yenyewe tu kwanza ni Biblia tosha kabisa. Kwa sababu yamejaa shuhuda nyingi sana, ambazo ninaamini kabisa kwamba ni msaada sana kwa mtu mwingine. Ni utukufu sana kwa Mungu. Na kwa nini tunazitoa? Ni kwa sababu Mungu anataka tutoe shuhuda zake, tutoe matendo yake makuu. Sio muamini wa muamini. Lakini pengine kuna mwingine yupo katika hali kama hiyo, kwenye magumu kama hayo, anapataje nguvu? Anaposikia shuhuda, anaposikia matendo makuu ya Mungu, anainua moyo wake. Cha kwanza, leo nimechana nywele, nimeacha kufunga kitambaa kwa sababu kuna video moja niliposti siku za nyuma. Nikawa nimeelezea jinsi Mungu, niliwahi muuliza Mungu kuhusu mambo ya mapambo. Hereni, manywele, mapambo ya kila namna. Unaona? Hasa ile video ina maswali mengi sana. Na sio kwamba sijataka kuyajibu. Nitatafuta siku ya kuyajibu na nitafanya video. Ile video ina maswali mengi sana, watu wanauliza kwamba kwa habari ya kusuka vipi. Kusuka ni dhambi, sio dhambi? Katika kutaka kujibu angalau kwa sehemu, nimeamua leo kuacha nywele zangu hivi. Jamani, hizi ni nywele zangu tu za asili. Hazina dawa, hazina kitu chochote kama unavyoziona. Tena nywele zangu mimi ni ngumu, ni kipilipili kile chenyewe kabisa, kipilipili kigumu. Lakini niko nazo hivi, nazichana tu kama unavyoziona hapa. Kwa nini nimeonyesha nywele? Nimeonyesha nywele kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, maswali yamekuwa mengi sana kuhusu nywele. Lakini pia nimeonyesha nywele kwa sababu kuna watu hawaamini kama unaweza ukawa na nywele zako binafsi. Yaani ni mpaka huo umeweka dawa, huo umesuka rasta, sijui huo umezifanyaje. Jamani, kuwa na nywele zako binafsi inawezekana na si dhambi. Kuwa na nywele zako binafsi zikawa ndefu, ukaziacha zikakuwa, si dhambi. Biblia imeruhusu mwanamke kuwa na nywele ndefu badala ya mavazi, si dhambi. Dhambi inakuja pale unapotaka kuanza kuzishughulikia sasa. Kwa mfano kama mimi hivi, uanze sasa kuweka mitindo ya usukaji, mitindo sijui ya dawa, kuweka hivi, kuweka vile, namna yote ambayo inabadilisha asili yako, hapo ndipo dhambi inapokuja. Lakini nywele kama hivi kabisa, asili kabisa, kama mimi zangu ni kipilipili na ninaishi nazo hivyo hivyo, jamani, hii si dhambi. Kwa sehemu naamini nimejibu hilo swali, ingawa bado najua yatakuwepo maswali mengi kwamba kuhusu kusuka vipi. Yaani tuseme kwamba mimi na nywele zangu za asili, nikizisuka vipi mitindo ya kawaida. Black and white, Biblia imekataza kusuka. Biblia imekataza kusuka. Imesema mwanamke asijipambe kwa kusuka, bali ni kwa utu wa ndani. Hiyo imeandikwa clear. Hapo sina comment, sina nyongeza, sina namna ya kutetea. Ila kuwa na nywele zako ndefu za asili, hujazifanya chochote, hiyo si dhambi. Niende moja kwa moja kwenye mada yangu ya leo bwana. Leo nataka nitoe ushuhuda. Kuna siku moja, kwa nini natoa ushuhuda? Kwa sababu nilichokipitia mimi, au nilichokipitia mimi kwa wakati ule, naamini wapo wengi wanakipitia. Na pengine wewe ni mmoja wapo. Lakini pengine haukipitii, lakini pia ni vizuri tu ukasikia utukufu wa Mungu, jinsi Mungu anaweza kufanya vitu, anaweza kuinua moyo. Pengine ukajua kwamba Mungu yupo. Hapo wanaamini Mungu hayupo, lakini Mungu yupo. Shuhuda kama hizi zitakusaidia kujua kwamba Mungu yupo. Basi hiyo siku moja mimi nilikuwa zangu nyumbani, ilikuwa mida usiku ndo unaingia, kama mida ya saa moja hivi, saa moja na kuelekea kama saa 2 hivi.
Basi nilikuwa zangu nje, niko nakata mboga ya majani peke yangu. Nilikuwa kuna wakati katika maisha unatafakari maisha yako, unaona kama vile huna nguvu tena. Yaani imani ndani ya moyo imekufa. Imani ile ya kuamini kwamba Mungu yupo, ananiona, ananisaidia, inapotea. Unakosa tena ujasiri. Basi mimi nilikuwa nimetafakari maisha yangu siku hiyo. Mapito yalikuwa mengi. Yalikuwa mengi sana. Mapito yalikuwa mengi. Nikatafakari nilikotoka, ninavyoishi, tulipofika. Mimi nikajikuta nalia mwenyewe peke yangu tu. Ni hali kama ya kukata tamaa. Basi nalia huku nakata mboga zangu. Nalia nakata mboga zangu. Sasa nilikuwa nina mtoto wangu wa pili, wakati huo alikuwa na mwaka 1.5 kitu kama hicho. 2 sidhani kama alikuwa amefika kwa sababu alikuwa hawezi kuongea vizuri. Alikuwa na baba yake. Alikuwa kwenye sehemu pembeni na nilipo mimi, na walikuwa busy, sio kwamba wangeweza kufika haraka. Sasa wakati nimezama kwenye mawazo mengi sana, nakata mboga, nalia, nawaza, naona kama Mungu amenisahau, kama Mungu ametuacha, kama Mungu anafanya lakini sio kama vile alivyoahidi, sio kama vile alivyotuahidi. Basi mimi nikawa nalia tu kimya kunakata mboga. Sasa bila kutegemea nikaona huyu mtoto ametoka nje, amekuja pale nilipo, na mimi sikumuona kwa sababu niko na mawazo mengi, yani nimezama kabisa kwenye huzuni yangu. Amefika pale, akanigusa hivi, "Mama." Nikageuka hivi, nimwangalie, nikajua labda ametumwa na baba yake aje aniambie kitu. Akasema, "Uchiogope." Uchiogope hiyo alikuwa anamaanisha usiogope. Alikuwa bado hawezi kuongea vizuri. Mimi nikashangaa, anasema nichiogope. Kwa sababu nilimuelewa anachokimaanisha kwamba nisiogope. Anasema usiogope. Yeye anatamka uchiogope. Nikashtuka. Anaongea nini? Akarudia kwa mara ya pili. Uchiogope. Nikawa sasa nimeacha kukata mboga, namwangalia. Akarudia kwa mara ya 3. Uchiogope. Halafu akageuka, akaondoka. Hakuongeza neno, hakupunguza neno, zaidi ya kuniambia uchiogope mara ya kwanza, uchiogope mara ya pili, uchiogope mara ya 3. Yaani alivyoondoka, nilikuwa namwangalia mpaka anakoishia. Nasema hapa, naye muangalia ndo yeye au kuna mtu mwingine alikuwa naye? Yaani ndio huyu mtoto ameniambia mimi uchiogope. Kwa nini ameniambia usiogope? Yaani nilibaki pale na tafakari. Nikasema haki ya Mungu. Ile nasiaga kwamba Mungu anaweza kutumia chochote kuongea na mtu. Ndio imenikuta leo. Yaani nilijua wazi kabisa kwamba Mungu ameongea na mimi kupitia yule mtoto. Mtoto ambaye haelewi hata kitu anachokiongea anifuate moja kwa moja na kuniambia uchiogope. Kwa sababu angeweza kushangaa nilivyomgeukia akaniuliza mbona unalia, lakini hata kusema chochote zaidi ya kuniambia uchiogope mara ya kwanza, uchiogope mara ya pili, uchiogope mara ya 3. Huo ndio ushuhuda ambao nataka niulete kwako leo. Kwa nini? Nataka tu nikutie moyo. Kama unapita wakati ambao unaona kwako ni mgumu sana, Mungu anakuamini sana. Ndio maana amekaa kimya. Mungu akiona umetetereka kiimani atakwambia. Na si fahari, maana usije ukasema na mimi nataka Mungu animtumie hata tu nitembee barabarani atokee mtu aniambie kwamba usiogope. Mimi Mungu niko pamoja nawe. Si fahari, kwa sababu ukiona Mungu anafanya hivyo, maana yake ameona imani yako imetetereka. Si fahari. Imani yako imetetereka. Kwa hiyo kama unapita kwenye hali ambayo na mimi nilikuwa napita kipindi kile, ikanifanya mimi nikae peke yangu nakata mboga huku nalia, na mimi nikwambie tu usiogope. Usiogope, Mungu hajakuacha, Mungu yuko pamoja na wewe. Ni wakati wako tu wa kupitia hayo. Umeruhusiwa upitie.
usiogope. Kama mimi niliambiwa na mtoto mdogo wa mwaka mmoja, usiogope, basi na mimi nakwambia wewe usiogope. Mungu amekaa kimya si kwa sababu amekuacha. Ni kwa sababu anaona imani yako iko thabiti na unajua kwamba yuko na wewe. Unajua kwamba yuko na wewe. Cha mwisho ambacho nitakuja nacho siku nyingine ni kwamba huyu mtoto aliniambia usiogope, mimi nilimzaa pasipo uchungu. Bila uchungu kabisa. Hiyo itakuja, ni ushuhuda wa siku nyingine. Kwa hiyo kama hujasubscribe, usiache kusubscribe ili lisikupite na hilo, yasikupite na mengine. Biblia inasema wakamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwanakondoo. Hizi shuhuda zitaweza zikakufanya wewe ukashinda kwenye hali unayopitia, kwa sababu zitakujenga kwamba kama kuna mtu aliweza kufanyiwa hivi, na mimi pia nitaweza kufanyiwa. Mungu anaweza. Kwa hiyo usikose kusubscribe kama bado haujasubscribe. Nikutakie kazi njema. Hakuna watu watauliza kuhusu miwani. Jamani. Jamani, miwani, mimi nina shida ya macho. Na shida ya macho sana. Kwa hiyo ninatumia miwani sio kwa sababu ya fashion. Ni kwa sababu ya shida ya macho. Mungu awabariki. Tukutane kwenye video nyingine ya ushuhuda. Biblia imesema tutazaa kwa uchungu, lakini mimi nilizaa pasipo uchungu. Usiache kusubscribe.